Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Ni furaha yangu kuona uko pamoja nami. Ni furaha yangu pia kuona ukisonga mbele na kubadilika, kupata ufahamu zaidi wa neno la Mungu. Lakini pia ni furaha yangu kuona ukiwashirikisha na wengine na kufurahia pamoja nao katika haya ninayowaletea. Lakini pia ni furaha yangu kuona kwamba unaendelea kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Mungu aendelee kukubarikia sana. Lakini wakaribishe pia wale ambao hawajaniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, basi tafadhali msiache kufanya hivyo, na Mungu wa mbinguni atawabarikia sana. Tuko katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8. Sasa tumefikia sura ya 8. Sura ya 8 inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionena kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili yafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho yafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu sisi, anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ni hai kwa sababu ya haki. Amen. Ndio mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi zilizosemwa na Mtume Paulo kwa ajili yetu. Ni ahadi muhimu sana. Ya kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Hiyo ni ahadi. Anasema wote walio katika Kristo, katika maana yake walio ndani ya Kristo. Wote walio ndani ya Kristo, adhabu, anasema hukumu ya adhabu haimo ndani yao. Hukumu ya adhabu, anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Yaani wote ambao Yesu Kristo amewameza wako ndani yao, wameingia ndani ya Kristo, siku ya mwisho hawatatupwa mbali na uso wa Mungu. Hawatatupwa, nakwambia. Hukumu haiwahusu ya siku ya mwisho, haiwahusu. Inawahusu watu ambao wako nje ya Yesu Kristo. Ndio maana huyu mwandishi anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo, ukiwa katika Kristo, usihangaike na siku ya kiyama. Siku ya kiyama ipo, inakuja rafiki yangu, lakini hiyo isikusumbue kuanza itakuwaje. Wala wewe uliye ndani ya Kristo furahia. Kuja kwa Yesu Kristo ni siku ya furaha, ni siku ya furaha kabisa, ni siku ya kupelekwa mapumzikoni milele, ni siku ya kustareheshwa milele. Kwa hiyo wale tu ambao hawajawa ndani ya Kristo, hii hukumu ndio inawahusu. Sasa yawezekana wewe bado hujaingia katika Kristo, nafasi bado ni yako. Vinginevyo hukumu ya adhabu, hiyo adhabu ni kali rafiki yangu, ni kali sana. Ya kutengwa na uso wa Mungu ni mbaya sana. Adhabu ya kutupwa jehanamu kwenye moto wa milele ni mbaya sana rafiki yangu, mbaya sana. Ikimbie haraka.
nafasi bado unayo, muda bado unao, akili timamu bado unayo, uwezo wa kukimbia unao, uwezo wa kukimbilia kwa Yesu bado unao, na nafasi hii ni yako, itumie tafadhali. Hukumu ya adhabu haiwahusu wote walio katika Kristo Yesu. Furahi rafiki yangu, wewe ulio katika Kristo Yesu, na utukuze Kristo sana. Jambo lingine anasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Maana yake ni kwamba kisha kuwa ndani ya Yesu Kristo, kisha kuwa na roho wake Yesu Kristo, utampendeza Mungu. Hiyo maana yake. Lakini wale walio nje ya Kristo hawawezi kumpendeza Mungu kwa sababu haiwezekani. Kwanza kuna sheria hapa, anasema sheria ya Mungu. Wote wanaofuata mwili hawawezi kuitii sheria ya Mungu. Hawawezi kuitii sheria ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wako nje ya Kristo. Lakini wewe ambaye uko ndani ya Kristo, uwezo wa kuishika sheria ya Mungu unao, na uwezo wa kumpendeza Mungu utakuwa nao. Kila dhambi utaichukia, kila dhambi utaona hailipi. Dhambi haijawahi kumlipa mtu halafu ikaacha kumdai. Huwa inalipa, lakini itakudai. Dhambi haijaacha kumlipa mtu bila kumdai. Kristo alitulipia bure, hatudai chochote, ametudai maisha yetu tu. Hili ni jambo la ajabu. Jambo lingine anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata Roho. Sisi hatuwezi kufuata mwili unavyotaka, hatuwezi kufuata matakwa ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu tumeshafanywa kuwa watu wengine, tumetengwa na watu wengine wenye kufuata mwili. Kwanza huwezi kufuata mwili, hutaweza. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesafishwa kwa damu ya thamani kubwa. Kwa hiyo huwezi tena kurudi matopeni, huwezi. Anasema hatuwezi kufuata mwili. Huwezi. Lakini wale wengine wanaweza kufanya mambo yote. Lakini wewe mwingine uliye katika Kristo huwezi. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Kristo yuko ndani yako, anakuhimiza kufanya mema zote. Lakini jambo la mwisho anasema lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kama huna Roho wa Kristo, huna Roho Mtakatifu ndani yako, wewe sio wa Kristo. Wewe una jina tu la kuwa hai, lakini umekufa. Una jina tu la kuitwa Mkristo, lakini umekufa. Sijui, lakini kwa Wakristo wengi wana Roho wa Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye haujawa Mkristo, kuna Roho wa Kristo. Kwa hiyo Kristo si wako, lakini Kristo ni wa wote watakaomwamini. Ukimwamini tu anakuwa wa kwako, anakupa Roho wake, anakuongoza katika maisha yako. Mungu akusaidia, kubariki, akuwezeshe kuyaishi maisha ya kumpendeza Mungu. La uishi maisha ya kumpendeza, hukumu ya adhabu inakusubiri. Hukumu ya adhabu inakungoja. Lakini wote walio ndani ya Kristo, hukumu ya adhabu haiwahusu tena. Uwe mmoja wapo, tafadhali uwe mmoja wao, uwe mmoja wapo. Nafasi hii bado ingalipo. Nafasi hii, muda huu, wakati huu bado ni wako kutumia. Tafadhali fanya hivyo. Fike mwisho, tukutane kwenye kipindi kijacho. Mungu aendelee kupigania na kutunza wewe uliye ndani ya Kristo, na wewe ambaye bado, basi kama nilivyotangaza, nafasi bado unayo. Tafadhali karibu. Akubariki Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.